Jaji Chande na katazo la kafara, msingi wa haki, uwajibikaji na maridhiano ya kitaifa. Katika kipindi cha hivi karibuni, mjadala mkubwa umeibuka nchini Tanzania kufuatia ripoti ya Tume ya Uchunguzi wa Matukio ya Uvunjifu wa Amani yaliyotokea wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Tume hiyo iliyoongozwa na Jaji Mkuu mstaafu Mohamed Othman Chande imekuwa kitovu cha mjadala mpana kuhusu haki, uwajibikaji na mustakabali wa maridhiano ya kitaifa. Moja ya kauli iliyovutia mjadala mkubwa ni msisitizo wa Jaji Chande kuhusu katazo la kafara, akimaanisha kuwa katika mchakato wa kuwajibisha wahusika wa matukio hayo, hakuna mtu anayepaswa kutolewa kafara ili kuridhisha shinikizo la kisiasa au la kijamii. Kauli hii imechukuliwa kama msingi muhimu wa kuhakikisha haki inatendeka kwa misingi ya sheria na si kwa misingi ya hisia au shinikizo. Maoni ya wananchi, uwajibikaji lakini kwa haki. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, katika mchakato wa ukusanyaji wa maoni kutoka kwa wananchi, wengi walionyesha hitaji la kuona uwajibikaji kwa wote waliohusika na uvunjifu wa amani. Hata hivyo, walisisitiza kuwa hatua hizo lazima zichukuliwe kwa kufuata sheria za nchi na si vinginevyo. Hii inaonyesha kuwa Watanzania wengi wanathamani haki na utawala wa sheria kuliko hatua za haraka zisizo na msingi wa kisheria. Wananchi wanataka kuona ukweli ukijulikana na wahusika halisi wakichukuliwa hatua, lakini sio kwa njia ya kulazimisha au kubambikiza makosa kwa watu wasiohusika. Maana ya kafara katika muktadha wa kisiasa. Neno kafara katika muktadha huu linamaanisha kumchagua mtu mmoja au kundi fulani kubeba lawama za jambo fulani, hata kama si wao waliohusika kikamilifu, kwa lengo la kutuliza hasira za umma au shinikizo la kisiasa. Jaji Chande alionya wazi dhidi ya mtazamo huo, akisema kuwa haki ya kweli haiwezi kupatikana kwa njia ya kumtafuta mtu kumlaumu tu bila ushahidi wa kutosha. Kwa mantiki hiyo, katazo la kafara linakuwa ni msingi wa kulinda haki za watu na kuhakikisha kuwa mfumo wa sheria haugeuzwi kuwa chombo cha kisiasa. Umuhimu wa utawala wa sheria. Msisitizo wa tume umejikita katika dhana ya utawala wa sheria ambayo ni msingi wa demokrasia na haki katika taifa lolote. Kwa mujibu wa maelezo ya tume, yeyote anayestahili kuwajibishwa anapaswa kufikishwa mbele ya sheria, lakini kwa kuzingatia taratibu zote za kisheria na ushahidi wa kutosha. Hii ina maana kuwa hakuna mtu aliye juu ya sheria, lakini pia hakuna mtu anayepaswa kuadhibiwa bila ushahidi. Mfumo wa haki lazima uwe huru na usio na upendeleo. Mjadala wa kitaifa, haki versus amani. Kauli ya Jaji Chande imeibua mjadala mkubwa kuhusu uhusiano kati ya haki na amani. Wapo wanaoamini kuwa haki lazima itendeke haraka ili kurejesha imani ya wananchi, huku wengine wakisisitiza kuwa amani ni muhimu zaidi na lazima ihifadhiwe hata wakati wa kutafuta haki. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, wananchi wengi wanaamini kuwa amani ndiyo msingi wa maendeleo, na bila amani hata haki yenyewe haiwezi kupatikana kikamilifu. Hii inaonyesha kuwa kuna haja ya kusawazisha baina ya kutafuta haki na kulinda amani ya taifa. Maridhiano ya kitaifa, njia ya mbele. Moja ya malengo makubwa ya tume ni kuchangia katika mchakato wa maridhiano ya kitaifa. Kwa kuzingatia historia ya matukio ya kisiasa nchini, maridhiano yanahitaji ukweli, haki na msamaha katika baadhi ya maeneo. Katazo la kafara lina mchango mkubwa katika mchakato huu kwa sababu linazuia huti na visasi, linahakikisha ukweli halisi unatafutwa na linajenga imani kwa wananchi. Wadau wengi wamepokea msimamo huu kama hatua muhimu kuelekea maridhiano ya kweli na ya kudumu. Nafsi ya haki za binadamu. Ripoti hiyo pia imewakumbusha Watanzania umuhimu wa kuheshimu haki za binadamu katika mchakato wa kutafuta haki. Imeelezwa kuwa kupata haki hakupaswi kuingilia au kupora haki za watu wengine, jambo ambalo ni msingi wa demokrasia na ustaarabu wa jamii. Kwa mfano,
Mtu anaweza kushukiwa kwa kosa fulani, lakini bado ana haki ya kusikilizwa na kuhukumiwa kwa haki bila upendeleo. Tahadhari dhidi ya shinikizo la kisiasa. Katika mazingira ya kisiasa, mara nyingi kuna shinikizo la kutaka hatua za haraka zichukuliwe dhidi ya watu fulani. Hata hivyo, tume imeonya kuwa shinikizo hilo lisitumike kuvuruga mchakato wa haki. Kutoa mtu kafara kunaweza kuonekana kama suluhisho la haraka, lakini kwa muda mrefu kunaweza kuharibu mfumo wa sheria na kuleta migogoro zaidi. Nafsi ya vyombo vya dola na taasisi za haki. Ili kuhakikisha kuwa katazo la kafara linafanikiwa, ni muhimu kwa taasisi za haki kama mahakama, polisi na tume mbalimbali kufanya kazi kwa uhuru na kwa kuzingatia sheria. Hii inahitaji uwajibikaji wa taasisi, uwazi katika mchakato wa haki, ulinzi wa haki za watuhumiwa. Umuhimu wa uvumilivu kwa wananchi. Wananchi wamehimizwa kuwa na uvumilivu wakati mchakato wa haki ukiendelea. Hii ni kwa sababu uchunguzi wa matukio makubwa unahitaji muda na umakini mkubwa. Kwa mujibu wa taarifa, wananchi wanapaswa kusubiri hatua zinazofuata, ikiwemo pamoja na uwezekano wa kuundwa kwake cha tume ya uchunguzi wa jinai. Sauti za umoja na mshikamano. Katika hitimisho la ripoti hiyo, kumekuwa na msisitizo mkubwa wa umoja na mshikamano wa kitaifa. Wananchi wamehimizwa kushirikiana katika kulinda amani ya nchi, huku mchakato wa haki ukiendelea. Imeelezwa wazi kuwa bila amani, hata haki inayotafutwa haiwezi kupatikana. Hivyo kila mmoja ana wajibu wa kulinda utulivu wa taifa. Hitimisho. Kwa ujumla, msimamo wa Jaji Chande kuhusu katazo la kafara ni hatua muhimu katika kulinda misingi ya haki na utawala wa sheria nchini Tanzania. Ni ujumbe unaosisitiza kuwa haki haiwezi kupatikana kwa njia za mkato au kwa kulazimisha lawama kwa watu wasiohusika. Katika kipindi hiki cha mpitio kisiasa, Tanzania inahitaji mfumo wa haki unaoaminika, unaozingatia ushahidi na unaolinda haki za kila mmoja. Katazo la kafara linakuwa ni nguzo muhimu katika kujenga mfumo huo. Hatimaye, mafanikio ya mchakato huu yatategemea ushirikiano wa wananchi, serikali na taasisi za haki katika kuhakikisha kuwa ukweli unajulikana, haki inatendeka na amani inalindwa.